Hii napenda nikutie moyo kupitia neno la Mungu kutoka kitabu cha nabii Yeremia sura ya 33 aya ya kwanza hadi ya 3. Hili ni neno la kipekee sana, neno ambalo Mwenyezi Mungu alimpa nabii Yeremia akiwa bado yupo kifungoni, akiwa bado yupo gizani, akiwa amekata tamaa, tumaini limepotea, akiwa haoni msaada wowote utatoka wapi. Lakini licha wakati huo kwa nabii Yeremia, neno la Mwenyezi Mungu linamwibukia nabii Yeremia na linamwambia kwamba neno la Mwenyezi Mungu lilimjia Yeremia mara nyingine wakati alipokuwa bado amefungwa katika ukumbi wa walinzi. Mwenyezi Mungu aliyeiumba dunia, Mwenyezi Mungu aliyeifanya na kuimarisha dunia, ambaye jina lake ni Mwenyezi Mungu, aliniambia niite nami nitakuitikia na kukuambia mambo makubwa yaliyofichika ambayo hujapata kuyajua. Hayo ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu anamwambia nabii Yeremia wakati yupo katika kipindi kigumu sana. Kwa hiyo leo hii kupitia maandiko haya Mungu anakuahidi mambo makubwa matatu. Najua wewe mwenyewe huenda unapita katika mambo makubwa na mazito kama yale aliyopitia nabii Yeremia. Hapa kinachotutofautisha ni kwamba nabii Yeremia ilikuwa ni kipindi kile cha zamani, lakini mambo na matatizo ni yale, hakuna tofauti. Sasa hivi ni wakati huu, wakati wetu ambao mambo na matatizo ni yale. Kinachotutofautisha hapa ni wakati. Sasa ahadi ambayo Mwenyezi Mungu anakuahidi wewe leo hii, muda huu, anakuahidi ahadi 3 tu kutoka katika neno hili. Ahadi ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu anakuahidi kutoka katika neno hili ni kwamba Mungu anajua ulipo na analiona lililo moyoni mwako, anayaona yote yaliyo moyoni mwako. Nabii Yeremia alikuwa kifungoni kama wewe, vivyo hivyo ulivyo kwenye kifungo. Upo katika vifungo mbalimbali. Upo katika kifungo cha kukataliwa, upo katika kifungo cha madeni, upo katika kifungo cha magonjwa, upo katika kifungo cha kudharaulika, upo katika kifungo cha kuteseka, upo katika kifungo cha hali ngumu sana ya maisha, upo katika kifungo cha kukata tamaa ambapo huoni kama kuna msaada wowote utaupata. Lakini neno linasema hivi, tena neno la Bwana likamjia. Bado Mwenyezi Mungu, kwa hiyo Mwenyezi Mungu